Thegio muno mwiroreri wa Kameme TV na riu turenda tuingira thiini wa ikereka ringi ria gukorwo o tugithii na mbere na kumulika ni atia mwaka wa 2025 urakihanaga maundu-ini matiganite, maundu moteti, uthii wa na mbere na maundu mangi matiganite, na nitugikoretwo tukiaraniria na atongoria matiganite. Umuthi ni ikereka ria kwaraniria na mutongoria wa kiama kia Wiper Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, na ni undu wa gitumi kiu ni ukunjitekeria mwiroreri wa Kameme TV tukorwo tugicenjia ruthiomi niguo tukorwo tukijitana nake. Asante sana kwa kutukaribisha katika maeneo haya mheshimiwa, tunapoangazia mwaka wa 2025 na jinsi ambavyo matukio yalivyokuwa, na ningependa nikupatie nafasi hii ili ukaweze kumsalimia mtazamaji tunapoanza mahojiano. Muriega ndoitu mwaseo because nyinyi ni kuso, si ndio? Ni wadhoni. I remember my late friend Matthew alikuwa ameimba wimbo wa ajabu juu ya Muthonua. Kwa hivyo ni mwaka ambao umekuwa na maajabu yake. Kwa mfano imeleta integration ya Gema Community, Gema Cultural Association, ambayo inawahusisha sasa wadhoni na wakuzo. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii niwasalimu na niwaambie kwamba Mungu ni mwema kila wakati. Asante. Tunasema ngaine mwega hindi siothe, na hindi siothe ngaine mwega. Asante. Mungu ametufikisha hapa, na watakieni sikukuu njema ya Krismasi na mwaka mpya wa 2026 wenye mafanikio makubwa. Tunashukuru sana. Wacha tuanzie kwa yale baadhi ya mambo ambayo yalivyotokea kisiasa, na tutaanza na yale ambayo yametokea hivi majuzi. Tumemsikia Rais William Ruto akizungumza hasa akikuelekea kwa mambo tofauti tofauti. Mojawapo ni maendeleo pale nyumbani upande wa Saikulu. Sijui kama umekuwa na muda wa kufikiria ni kwa nini kiongozi wa kiwango cha rais anakuelekea? Ni wazi, ni kwa sababu ametambua. Unajua rais wa jamhuri mwenyewe alisema kwamba is a consumer of raw intelligence. Imemuonyesha wazi kwamba mpinzani wako wa dhati atakuwa ni Kalonzo Musyoka. Kwa hivyo akaanza kutupa mawe. Nadhani jambo hilo lilimshtua kidogo. Kwanza akaanza sasa kutupa mawe, sijui lugha ambayo haieleweki. Lugha kama hiyo ya maendeleo. Ni haki kwa mwananchi wa kawaida apate maendeleo mahala popote alipo. Nimepata fursa kuonyesha vile yeye mwenyewe alinitafia na hiyo barabara ya kutoka Kibwezi kupitia Kitui, kupitia Mwingi, kupitia Sekuru mpaka hadi Isiolo kupitia Maua. Ni barabara yenye umuhimu mkubwa kabisa. Yeye mwenyewe anajua aliikalia, na ndio sasa alipoenda kule kujaribu confuse wananchi, anaanza kusema mimi ndio nimesimamisha ama kuna matope, lakini pia amejibiwa na Wakenya. Wakenya wengi, nataka niwashukuru, wamesema kiongozi ni yule anakula mwisho. Wacha watoto kwanza wapate chakula. Sio kwamba lazima upeleke barabara yako kwako nyumbani na kila kitu namna hiyo. Kwanza ufanye haki. Na kufanya haki ndio ambayo mimi nimezingatia wakati wote, hasa nikiwa makamu wa rais wa Mheshimiwa Kibaki. Na hata wakati mwingine nikiwa special envoy wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, kazi ambayo tulifanya ni kuleta uelewano. Kazi kama hiyo ya DRC, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alinituma maksudi. Hata nilikuwa mpinzani, alright, walipokubaliana na Raila. Na pia mambo ya South Sudan nikajaribu kumsaidia. Hayo ni mambo ya uongozi. Na hata Somalia hii, mimi mwenyewe nimekuwa kwa mstari wa mbele kuhakikisha kuna amani Somalia. Kwa hivyo kazi yangu inajulikana na Wakenya wengi. Nilipokuwa makamu wa rais wa Kibaki, tukaleta free primary education na tukatengeneza barabara kama hii. Ukiingia juu ya barabara Thika Super Highway. Wakati mimi na Ambassador Mudhara tulienda kumwambia Kibaki akubali tuiite Kibaki Super Highway. Akaniangalia asema, Mheshimiwa Vice President, huko hiyo barabara inaenda kuna jina. Alikuwa anasema itwe Thika Super Highway. Huyo ni Kibaki, mtu selfless. Na kila mtu alisikia uongozi wa Kibaki. Mimi sijawahi kuwa rais kama Ruto. Angojie nikuwe rais, ndio ataona vile tutajaribu kila wakati kuleta inclusion, kuleta kuhakikisha kuna mtu anabaki nyuma,
na bila kusema kiongozi fulani ndiye amefanya mambo haya, na hali anajua the planning na budgeting yote imekuwa ikifanyika. Lakini vile vile kumekuwa na madai kwamba huenda kuna baadhi ya viongozi kutoka kwa serikali ambao wanazungumza nawe labda kwa matarajio ya kwamba utajiunga na serikali. Hiyo Ngunjiri, hiyo story ni mbaya sana. Hiyo story hasa usijaribu hata kuweka kwa mafikra ya wasikilizaji wetu, kwa sababu haiwezekani. Msimamo wangu ni wazi. Ruto anajua atakutana na jina la Kalonzo Musyoka kwa ballot 2027. Mengine hayo ni diversionary. Kama kuna mtu mwenye nia hiyo, ajue akome, hata asijaribu kufika karibu nasi. Kwa hivyo hakuna viongozi wote wale ambao wamejaribu hakuna mambo hivyo. Sikiza, msimamo wangu sasa, niko na umri, si ndio? Nimekuwa makamu wa rais wa nchi hii, nimejaribu kusaidia Raila miaka 15. Hakuna jambo ambalo sijafanya. Kama ni kuwa mstadi kama kiongozi, wakati ndio huu, na siwezi mimi nikasaliti nia za wazalendo ambao wanasema Kalonzo, jameni, wewe the last man standing, usijaribu matumaini yetu yako kwako. Siwezi nikawasaliti. Naam. Niruhusu nishikanishe hayo na yale ambayo yanaendelea katika upinzani. Na kumekuwa na kuonekana ni kana kwamba upinzani hauzungumzi kwa lugha moja, ni kana kwamba kuna kutengana kwa kiasi. Labda unaweza kutupatia? Nadhani hiyo ni perception tu. Hayo mambo, unajua, kinachotuunganisha kama United Opposition sio mtu fulani ama mwingine, ni vile kwamba shida za nchi hii, vile wananchi sasa hivi wako sikukuu, wanaenda kwa sikukuu ya Krismasi, hawana pesa mfukoni. Januari ikija, hata hawajui watoto wataenda shule vipi. Tunasikia kwamba NSSF itaongeza hata yale ambao watakuwa wakikata kupelekea miradi hizi za Mheshimiwa Ruto. Kwa hivyo kuunda coalition, kuunda mseto kila wakati sio jambo rahisi. Nilipatia mfano vile Mheshimiwa Uhuru alinituma nikaunganishe Joseph Kabila na President Tshisekedi wa DRC. Ilinigharimu karibu mwaka mmoja. Mambo haya nawaelewa. Mimi nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba opposition tunakaa pamoja, na itagharimu wengi wetu wajisatiti, wahakikisha wajikakamue, waseme kile ambacho kiko mbele yetu ni ukombozi wa nchi. Na kwa hivyo mseto ambao tunaunga wenyewe utaelegea haswa upande huo wa kukomboa nchi, ukombozi Kenya. Lakini mutafikia malengo haya kwa jinsi gani? No. Unajua ni kawaida. Mwingine naachwa nyuma, mwingine hivi. Hiyo ni kawaida. It is not because hao watu wanataka kuwa marais, si ndio? Kwa hivyo uwezi ukawalaumu. Wakiona ngoja kwanza nifikiri, ngoja nifanye hivi. Si mimi mwenyewe nilikuwa katika hali hiyo kabla ya kukubali. Hata nadhani Uhuru mwenyewe anajua, yeye na Gideon Moi wakaja, mwishowe tukazungumza, kusema acha tuunge Raila mwisho. Kwa hivyo hiyo ni jambo la kawaida, lakini wananchi nataka niwahakikishe kwamba mimi binafsi nitahakikisha kwamba tunakaa pamoja. Rigathi Gachagua anaposema ya kwamba anakuunga mkono na anasema hayo waziwazi, wale wengine ambao pia wanataka kuwania kiti cha urais. Hata hivyo Rigathi mwenyewe ingawaje anasema hivyo, bado hajaamua kikamilifu, kwa sababu uamuzi lazima uwe ni wa pamoja. Pengine hiyo ni indication, akiongea hapa na pale. Na mshukuru sana, na nimemjua Rigathi kwa mwaka mmoja sasa na miezi miwili, na mimi naona kwamba akana ukakamavu. Anaposema yeye ni truthful man, he means it. So yeye pengine anaona hata yeye mwenyewe anataka kuwa rais, julikane hivi. Lakini hatujafikia uamuzi wa mwisho, na nadhani kabla ya mwezi wa 3, mwezi wa 4 tutakuwa tumesuluhisha mambo haya. Na kama kuna mtu ataona pengine hawezi, kumbuka in 2002 wakati tulisema Kibaki tosha, unakumbuka? Wengi tulimuunga Kibaki against Uhuru Kenyatta, lakini kulikuwa jamaa moja alikuwa anaitwa Charles Mheshimiwa Nyachae ambaye alisema hapana, sikubali mambo haya. Mheshimiwa Nyachae aliendelea akapata kura zake,
1,435,000 na Kibaki akapata kura nyingi, akamshinda Uhuru na Uhuru akafanya jambo la kibusara akakubali. Kwa hivyo ni kawaida ina democracy, tusiwe na wasiwasi mwingi. Wengine wanaweza wacha mimi jameni ndiende mpaka mwisho. Si kinapita Kenneth alienda mpaka mwisho wakati huo. Na hata dada yangu Martha Karua, my twin sister, ambaye nilimsupport yeye na Raila. Kwa hivyo coalition building ni jambo ambalo lina ugumu wake, lina uzito. Lakini mimi naona wakati huu tutakubaliana. Tunapozungumzia kuhusu siasa za upinzani, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, upande wa upinzani umekuwa ukisemekana kwamba hauna agenda yeyote isipokuwa ile ya kumwambia Rais William Ruto kwamba yeye ni wa muhula mmoja. Sijui agenda ya upinzani ni ipi? Because it is William Ruto himself who keeps on saying we have no agenda. We have a very solid agenda. Of course, we continue to refine it. First of all, we have to work for a unity of purpose. And as we do so, you had even tell you, the most critical thing is to uphold the Constitution, which William Ruto has failed to do. And putting this country under the rule of law is a major, major agenda. Getting this country back to the path of rule of law and implementation of Constitution 2010 itself is a major agenda. When we say that the health sector has failed, we have to redo it. I personally believe that universal health care is the right of every citizen, okay? But today, we have even seen Kenyatta Hospital itself is having a big problem, because William Ruto's administration decided payment must always go into some common thing where some commissions are paid, and in the process, you have heard over 500 patients at Kenyatta National Hospital are waiting to have some lab tests done, and of course becomes a death hospital. That's why the headline in one of the papers is a hospital which is really experiencing incredible challenge. So healthcare is critical for us. Education system is again messed up. And when we say education is an agenda, we made it an agenda with Kibaki when we went for free primary and compulsory education. By now, we should have been having free secondary education. That is a very important agenda for us. And of course, make university education also accessible. Because right now, the funding model under William Ruto's administration is confused. There are lots of parents, Kenyan students, who have qualified to go to university, and they can't access university education. The right to education is an Article 43, Article 43 right, just like the right to health care and all this. So we getting this country to be under the rule of law. Remember, when Kenyans say we the people, all sovereignty, all power belongs to the people. We want to give power to the people, all right? We will not allow a situation where William Ruto is selling our state corporations, okay? Selling them at a song, like Safaricom and even KICC and the chopping block, AFC, ADB, including Kenya Ports Authority, Kenya Airports Authority, the whole of Jomo Kenyatta Airport, which we stopped him from doing, okay? And you know, his plan is to sell all those and put it into some, what he calls 5 trillion shilling account, ring fencing it. We don't know he can ring fence it. When his Minister for Finance is now saying, because afraid of elections in 2027, they know they cannot afford to raise taxes. The Gen Zs will be on their case. So they are looking for ways of sealing the loopholes, but they don't know how. That is a major agenda, to make sure that the taxation regime in our country is predictable. That way, I'll tell you how we will make Kenya Singapore. I'll tell William Ruto how we will make Kenya Singapore. We will make sure that companies who want to invest in Kenya find a tax regime which is predictable and which will enable them to make profits. And so by so doing, they will be able to employ our youths. Kenyan youths are unemployed. And the problem is,
We had this when we are dealing with the national dialogue, the NADCO report. Yeah. Over 6,000 companies fled Kenya to Tanzania and Uganda. How do you make then Kenya Singapore when nobody, unless you improve our manufacturing sector? I want to challenge William Ruto. What products are manufactured now? People are fleeing because of high taxation to other destinations. We will make it the opposite. People will flee into Kenya in order to set up manufacturing companies and then create job opportunities for our children. So we have a very solid agenda. Naam, asante. Ni kitu gani ambacho mlisoma mkiwa kama viongozi wa upinzani wakati ambapo chaguzi ndogo zilipofanyika? Hizo chaguzi ndogo hizo, kila mtu anajua Mbeere North, wizi mtupu, hata utumiaji wa pesa za umma kinyume na katiba, bribery, abuse of office, everything. Ndio hilo swali, hii maneno yataletwa kwa mahakama because jaji mkuu tayari ameweka a special court kusikiliza mambo ya Mbeere. Hata kama wanasema wangeshinda, unashinda na kura 400. Ati Karisi alishindwa na 400 na walikuwa mawaziri wote. Mimi mwenyewe nilienda kule nikaona maajabu. Tukapitana na magari GKs, maprado. Lakini hata hivyo, hiyo huwezi kusema ni ushindi. Hata Ruto mwenyewe anajua DP, candidate wa DP, Karisi, alimshinda huyu jamaa. Alafu pale upande wa Malava, it was even worse. Fujo, magoons, hata driver wa candidate akapasuliwa tumbo. They didn't even want to allow Panyakao, mjumbe walikuwa candidate wa DAP, angalau aunde tallying center. They would not allow. Kama kuna tume ambayo ilikuwa inashughulikia mamlaka yake kamilifu, ingesimamisha uchaguzi. Na ndio sasa sisi tutaamua kuelekea 2027, tumejifunza mengi. Tunajua walijaribu kila ambacho wangeweza kuiba hiyo kura. Sasa tunajua na tunajipanga. Kwanza tunaanza na tume yenyewe. Huyu mwenyekiti, tunajua hatuwezi kuguza tume yote. Kwa tukiguza tume yote, Ruto angefurahia sana, wacha tuvunjilie tume ndio aendelee kwa mamlaka. Lakini mwenyekiti na chief executive officer tunawaangazia hao ndili waajibike kisheria kutokana na yale yalifanyika Mbeere North na Malava. Mheshimiwa, baadhi ya yale mambo ambayo Rais William Ruto amekuwa akiyazungumzia kwa uzito sana mwaka huu ni ujenzi wa nyumba za bei rahisi ama za bei nafuu. Sijui ukiwa kama kiongozi wa upinzani, unaona kwamba hii ni agenda ambayo huenda ikasaidia wananchi? This affordable housing thing is a scam. It is true the skyline, I heard William Ruto say the skyline is changing. An example that you are going to Singapore. But look at it, remove the whole thing, unpack it, and you will realize, right, it's a scam. And what we have promised to do is, of course, we will not pull down the houses. The private sector is also contributing big time in improving the skyline, okay? Because that is the work of the private sector, not a government to put up affordable housing, give contracts to your friends. And you think most of these jobs, according to Ruto, are actually in the construction, artisans here and there. You talk to the architects. He's even picked 2 or 3 of his own architects. The majority of Architectural Association of Kenya are left out. So this is a scam. That's why we are saying, you know, how many people are paying taxation for that affordable housing? Today I came through some place where I found an expatriate in this country. He has no hope of staying and working here. He works for the bank. Yeah? And he said they are paying for affordable houses. When will they ever live in those houses? Yeah. So we will unpack all this, yeah? And of course say that the houses, the skyline will continue to change, but in a manner that is not leaving Kenyans screaming. The pay scrip owners, we have heard in January, even NSSF is going to increase. Wataongeza tena. Kwa hivyo hii maneno hatuwezi kukubali. Right to housing is a basic human right. It's an Article 43 right. All right? And our constitution is very, very strong on human people and human rights.
under the United Nations Convention on Human and People's Rights. So the right to housing, but how you go about it is what makes the difference. Yeah. You don't demolish. We are still waiting to see what is the miracle with the Nairobi River, when they were removing people right, left, and demolishing. You have to, before you demolish and throw somebody out into the streets, give them an alternative. That's all we are saying. You should have a human face. But this is the trouble with it is driven by selfish greed, the need to make a lot of money, and that's why we must deal with them. And they know we know these things. Yeah. Na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, umezungumza kuhusu mambo mengi ambayo yanaendelea katika taifa hili, lakini hivi majuzi Rais William Ruto amekuwa akizungumzia kuhusu maono ya nchi ya Kenya kuwa baadhi ya nchi katika ulimwengu ambazo zinafanya vizuri zaidi kiuchumi. Sijui maoni yako yanayohusiana na hili jambo ni yapi? If you come up and say we are going to make Kenya Singapore just overnight. I've seen today a cartoon in one of the papers. So one on the one side is saying Singapore and another one Singapore. Okay, so you have to be realistic. It is an attempt to create another narrative like hustler, 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 and then you capture people's minds. Hustler versus dynasty. Now he thinks by creating this narrative about Singapore, people will buy into that. No. Kenyans are wiser, and no sloganeering is going to make William Ruto 2 terms. If these elections are held now, he knows it will be 1 term. So, and again, it has happened elsewhere in the African continent, where people inspired by the Kenyan Gen Z spirit. See what happened in Bangladesh. See what has happened recently in Malawi. See what is happening even in Ghana and places, the African continent. And of course, more recently, in Tanzania. And because nobody would have expected Tanzania would just blow up. All right? Yeah. So that spirit of real change is I think what is going to unite us more. And of course, we are hoping before the year gets underway, I personally think within the first quarter, we should have agreed on who is a flag bearer. Because again, Kenyans want certainty to be able to plan and to make sure that William Ruto will not rig the coming election. Of course, I hope that I'm that flag bearer. If I am, I want to assure my colleagues in United Opposition, we will hold together. Mwaka huu ndipo kinara wa ODM alipoaga. Sijui una kumbukumbu za aina gani kuhusiana na Raila Odinga? Uhusiano wangu na ndugu Raila, kama ambavyo nilitangulia kusema, even in coalition building, wajulikana wazi kwamba miaka 15 nilisimama naye na kumsupport jinsi ambavyo niliweza. Hata mara ya 3 watu wanakumbuka nilifanyishwa hata interview na sikufa moyo. Nikasema kama ni dada yangu, my twin sister Martha Karua, wacha niwashikilie pamoja na Raila, lakini pia hakufaulu. Kwa hivyo kifo cha Raila kwangu mwenyewe ni pigo kubwa, kwa sababu nilikuwa nikidhani 2027 pengine tungekutana tena safari hii. Na aliongea wazi, by the way, wakati wa birthday ya ndugu yake mkubwa Dr. Oburu, aliongea wazi wakati Ruto alienda Homa Bay, akaanza kusema yeye sasa anatarajia Raila amsupport 2027, na akimsupport yule ambaye atakuwa mpinzani ni Kalonzo tu peke yake. Raila alimjibu within that week, akamwambia Kalonzo ni mbora kushinda wewe bwana Ruto mara 10. Kwa hivyo Raila angekuwa hapo, pengine matarajio mema namna hiyo, lakini hata hivyo sasa yeye apumzike vyema, na tutajitahidi tuhakikishe kwamba tunamkumbuka, tunamuenzi kwa kuhakikisha uchaguzi ujao kwanza utakuwa ni wa haki na wa manufaa kwa wananchi wa Kenya. Sijui matarajio yako ni yapi ya mwaka ujao, na vile vile tumeona mabadiliko katika chama cha Wiper ambacho unakiongoza. Labda lengo kuu la mabadiliko haya lilikuwa ni yapi? Kwanza vijana Gen Z walivyouawa, walivyokuwa abducted, naona hata jana walijaribu kwenda kudai State House, wako na hasira nyingi sana.
Kwa hivyo ili kuzingatia mafikra ya vijana wetu hawa, tukafanya marekebisho ya Wiper Democratic Movement, sasa ni Wiper Patriotic Front. Na mimi mwenyewe nafurahia sana kuwa Patriotic Front, hata wacha Wiper. Hatutaki onekane ni chama ya Wakamba ama ni vitu kama hivyo. Wiper Patriotic Front is a national liberation movement literally. Na kwa hivyo huo ndio msimamo na msukumo ambao tuko nao. Kulikuwa na haja tuwe na msukumo mpya ya kuleta ukombozi wa haki wa nchi yetu kupitia vile watoto walijaribu kufanya. Of course waanzilishi wa taifa kina Dedan Kimathi, Mzee Jomo Kenyatta wenzao walileta uhuru wa kisiasa, okay? Lakini sasa uchumi umeathirika kiwango ambacho hatuwezi kukaa tu, na kwa hivyo yule watoto walijitokeza 25th of June 2024 tukazingatia katika muundo mpya wa chama cha Wiper Patriotic Front. Na nataraji kwamba 2026 tutazidi kupata umaarufu bila shaka yote. Tunashukuru sana kwa muda uliotupatia ili tukaweza kuzungumza na kujaribu kupata kumbukumbu za mwaka huu na vile vile za kisiasa, na nafikiri tutazidi tukipata nafasi nyingine za kuzungumza hata zaidi tunapoelekea katika mwaka wa 2027. Ni mutongoria wake makia Wiper niwe tumana mĩario nayo nake tukigeria kurora maundu uria maragiikarite mwaka wa 2025 muno muno uteti-ini, na hau niho tugukorwo tugitirihira ndereti ino na tugagicokia ngatho aria thayo.